Thank you so much. Leo tumekuwa na kikao ambacho ni kikao cha wabunge ambao wamechaguliwa katika bunge letu la taifa na pia wale ambao wamechaguliwa katika bunge la seneti, kwa sababu chama kinajulikana kwa umaarufu wake kwa wale ya bunge ambao wamechaguliwa. Sisi katika chama chetu cha Jubilee tuko na wabunge wa bunge la kitaifa 28, wabunge 5 katika bunge letu la seneti na mbunge moja katika bunge letu la Yala. Na kati ya hao wote zaidi ya 30 walikuwa katika kikao. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha kwamba sisi ndio halisi, wanachama halisi. Sisi ndio wasemaji. Yale ambayo tunasema ndio yale ya chama chetu cha Jubilee. Kwa hivyo nataka kuwashukuru wabunge wetu katika bunge letu la taifa, na tumewaona katika bunge letu mkisukuma our agenda katika bunge letu. Ya mwisho, kwa sababu mengi yamesemwa, ni kusema kwamba sisi tunaunga mkono, hata kama hatukuhusishwa, hatukuwekewa mtu mmoja katika ile kamati ya NADCO, lakini tumekubaliana na mambo mengi ambayo yamesemwa, haswa tukianza na mambo ya kuleta amani katika taifa hili. Mambo ya kuleta gharama ya maisha pia yamehusishwa pale, na sisi kama chama cha Jubilee tunasema kwamba tunashirikiana na serikali katika zile jitihada zote ambazo inaendeleza ili kuhakikisha kwamba gharama ya maisha imeenda chini. Ya pili, kila kuchao ama kila tunapofanya uchaguzi tumekuwa na vurugu, tumekuwa na vita, kwa sababu kuna ile inaitwa winner takes it all. Na tumekuwa tukisema kila wakati kwamba ni vizuri tujumuishe Kenya yote. Sisi wote kama Wakenya ni vizuri tujisikie tuko na tunahusishwa katika zile taratibu zote zinafanywa katika taifa letu. Na wakati kamati hiyo imesema kwamba kutakuwa na kiti cha leader of the opposition, ama yule ambaye atakuwa anaongoza upinzani, ni haki, kwa sababu kuna wale ambao wamemchagua, na ni vizuri pia wawe na ofisi ili haja zao, ili mafikiria yao yawe kila wakati yanasikizwa. Kwa hayo mengi machache niseme kwamba tumefurahia, na sisi tutaendelea kuenda pamoja na tuhakikishe kwamba chama chetu cha Jubilee kitakuwa imara na kitaimarika na kiko imara na mwaka ujao, kwa sababu tuko na kesi mingi sana kule kotini. Tutakapotamatisha hizo kesi, na ndivyo mmeona tumenyamaza, kwa sababu sisi tunaheshimu mambo ya koti. Wakati hizo kesi zitatamatishwa, tutaingia mashinani ili tuhakikishe kwamba tumeleta watu wengi, tumekuwa na wabunge wengi, na pia tutakuwa na wafuasi wengi katika taifa hili letu la Kenya. Asante. Thank you. As we finalize, members and the members of other states, we want to comment about the current situation, because we are talking about the future. We are talking about positions, we are talking about many things that can happen, that can take a long time. But currently we know as a nation we are faced by the floods, by El Nino. So for us, we want to really urge the government to reach out to the areas that have been cut off by these floods in terms of support of food, medication. Some of them need even to be moved from the areas that they are in. So whether it's floods or landslides, we actually ask the government to come in and assist the places where, especially even these members represent, but in the entire country where they are affected by the floods. We would want to say this is urgent. It will not wait for dialogue. This is very urgent, and we urge the government to really come out, help in terms of food, resources, in terms of medicine, and we would really, as a team, support the government on that. Asanteni sana. Thank you for coming. Tilia mkazo kama chama ni kwamba sharti kongamano hili lizingatie jinsi ya kulete hali ya maisha ambayo imekuwa ngumu sana kwa Wakenya, iangaziwe ili Wakenya wapate nafuu. Swala nyingine ni swala ya kuhakikisha kwamba walio wachache na waliotengwa, majamii ndogo ndogo katika nchi hii,
imeweza kuangaziwa, na katika ripoti hii iko masuala ya wale walio wachache, ambaye mimi nikisimama hapo ni mmoja wao. Kwa hivyo tunasema kama chama cha Jubilee tunaunga mkono kule kuwa na mawasiliano na makubaliano ili Kenya isije ikasambaratishwa kwa sababu ya malumbano baina ya viongozi. Na kwa sababu kama Jubilee, we believe in equal representation. So you have seen people from different regions speaking. We would like Honorable Nicholas from Turkana also, because the issue of marginalization came up within the dialogue. So we want him also to give his comments, so that we also demonstrate that we are also including everybody. We don't marginalize anyone. Karibu mheshimiwa. Asante sana Apati Leader. Kwa majina Nicholas Nixon Nkolo, MP Turkana East. And kuna vile Wakenya wanaona kwamba pengine chama cha Jubilee haikupatikana katika bonde la Ufa. Mimi nikisimama hapa hivi nimeshaguliwa katika tiketi ya Jubilee kutoka bonde la Ufa na kaunti ya Turkana. And out of those kwa hiyo kaunti 8 mimi na Honorable Menene tuko hapa tukachaguliwa katika tiketi ya chama cha Jubilee. Yangu tu ni kushukuru rais wetu na kiongozi ya Azimio Raila Amolo Odinga kwa ile kamati mbili ambayo ilipewa nafasi ya kutoa ile ripoti ambayo iko mbele yetu saa hizi, na tunashukuru kama wafugaji, na sisi tunashukuru kama Waturkana kwa sababu sisi ni wale tumeachwa nyuma kimaendeleo. Na kulingana vile ripoti imetokezea ni kwamba nafikiri kwa wakati huu hata sisi, Mheshimiwa Korere ameongelea hapa juu ya wale wachache, na sisi ni wengi lakini tumebaki nyuma kimaendeleo. Lakini kulingana na hii ripoti tunaonelea kwamba tutafaidika kama hii ripoti itaangaliwa vile imetolewa. Kitu kingine ni kwamba umoja ya nchi, kwa sababu tukiwa na ofisi ya upinzani katika bunge la taifa ama katika nchi, nafikiri watu wote watakuwa, baada ya kura yote ikifanyika, kila mtu atafurahia, kwa sababu hakuna ile kusema kwamba ile anashinda ndio anaenda na kila kitu. Itakuwa kila mtu anapata nafasi yake, yule alipita na yule mwingine ambaye alikuwa ya pili, kwa sababu katika nchi hata ukiona katika uchaguzi 3 zilizopita ilikuwa kwamba wale yule anaongoza anakaribia na yule mwingine. Kwa hivyo nchi ilikuwa imegauliwa katikati. Kwa hivyo tukiwa na hiyo ofisi ya opposition itakuwa nafasi kubwa zaidi sisi wote tukiwa kwa serikali. Kwa hivyo ni shukrani kubwa na nashukuru sana na asante sana. Thank you. And finally, we mentioned that we had our senators, and we have Honorable Senator Abdul to speak on behalf of the Senate, just to endorse that the senators are part of us and we're part of one team. And karibu mheshimiwa. Thank you very much. As a party, I think we have deliberated on this issue, and our stance from the beginning has been very clear that we were for the idea of a dialogue rather than demonstrations, to address on the issues that are affecting the country, both politically and socially. And we are in the process of going through the report to see what the National Dialogue have come up with. And we're very glad that the issue of cost of living is adequately addressed on this matter. And the issues that are political will also be addressed and discussed further, so that once we are at the level of implementation, we will know the way forward. But as a party, we're happy. We're in support of this process, and we will try our best to ensure that the country gets the best solution to the problems that we have. Thank you very much.